mmetumia nafasi hii kupeana elimu. Nimejisikia faraja sana. Si kuja kuburudika tu, lakini tutakiwa tuje tukumbushane, kuelimishana. Mwanadamu kaopa kufanyaje? Kusahau. Leo Yanga anatoka sare na Mtibwa, Simba anacheka na sahau yeye juzi amefanyaje? Kwa hiyo tunakumbushana, si ndio tunaomba kukumbushana. Kwa hiyo tukumbushane, tunaomba kusahau. Ndio maana tunakutana mahali hapa, tunakumbushana vitu vichache. Jamani kina mama, lazima tulee vizuri, lakini niwapongeze sana kwa kufanya matendo ya huruma. Siku zote mwanamke ameumbwa na huruma. Na ndio maana utaona mwanamke ndiye wote machozi yake yapo jirani, ndivyo alivyoumbwa. Umeenda kuona wagonjwa, Mungu awabariki sana. Hii ni sala na ni sadaka tosha sana kwa Mwenyezi Mungu. Nawapongeza kwa matendo yote ambayo mmeyafanya kipindi hiki cha kuadhimisha mwezi huu ambao ni mwezi wa mwanamke. Mimi nasema mwezi wa 3 wote, kila sehemu wanawake kuna kitu wanakifanya. Lakini ndugu zangu, tuendelee kusisitizana. Naona siku hizi kina mama tunapambana sana. Tunajitahidi kupeleka watoto wetu shule nzuri, tunawapambania sana, lakini tunakuwa pia tuko busy sana kwenye TikTok, Facebook, Instagram, mitandao ya kijamii imetutega sana. Ukishalipa ada ukampeleka mtoto shuleni huko, ufuatilie maendeleo yake, unamwachia mwalimu. Matokeo yake utakuwa na mtoto anaongea Kiingereza kizuri, unamwona huyu ndio mwenyewe yani, lakini wa kiume ndio show. Utajisikia Kiingereza kinarata tena? Na kila tujitahidi basi kulea watoto na kuwafuatilia, tuwe karibu na watoto wetu. Matendo ya kikatili yanafanywa ndani ya familia, si ndio? Na hapa ndugu zetu watuambia mara nyingi afanye nje, lakini ukiwa karibu na mtoto wako unaweza kumlinda. Kwa hiyo niombe tuzingatie sana malezi ya watoto. Mitandao ya kijamii tuitumie kuweza kujiingizia kipato, kuweza kuelimika, hata kuburudika, lakini tusisahau wajibu wetu kama mwanamke. Mwanamke ndiye mlinzi wa taifa hili ndugu zangu. Kwani taifa linajengwa kuanzia ngazi ya familia. Ndivyo tulivyoumbwa. Mwanaume atasubiri mtoto afanikiwe ndio alinge sana. Mtoto wangu, dume, binti yangu huyo, dokta,